Hebu jiulize swali moja. Kwa nini mtu anaweza kuamka saa 11 alfajiri kwenda kazini, kufanya kazi masaa 8, 10 au 12 kwa siku, lakini mwisho wa mwezi hana kiasi alichobakiza? Anafanya kazi kwa siku ila hakuna alichobakiza. Anafanya kazi kila siku ila maisha hayabadiliki. Mshahara unaingia, kodi inalipwa, chakula kinanunuliwa, madeni yanalipwa, alafu mwezi unaanza upya. Swali ni hili. Tatizo ni kwamba tunapata pesa kidogo au hatujui jinsi ya kufanya pesa itupeleke mbele. Karibu kwenye Hera's Podcast. Leo tunaenda kuzungumzia kwa nini watu wengi wanafanya kazi lakini bado maisha yao hayabadiliki au bado wapo katika hali ile ile. Leo tunazungumzia kuhusu kitu ambacho watu wengi wanakipitia, lakini mara nyingi hatupendi kukizungumzia. Kwa nini watu wengi wanafanya kazi lakini bado maskini au bado maisha yao yako vile vile? Kabla hatujaendelea, niseme kitu muhimu. Umaskini sio vivu. Kuna watu wanafanya kazi kwa bidii sana, lakini mazingira yao, kipato kidogo, majukumu ya familia, ukosefu wa fursa na mambo mengine yanafanya washindwe kujenga mali au wanashindwe kuenda mbele. Tunataka tuelewe mfumo wa maisha na maamuzi ya kifedha yanaweza kumfanya mtu afanye kwa miaka mingi lakini asipige hatua kubwa kifedha. Jambo la kwanza ambalo napenda kuzungumzia, kufanya kazi si sawa na kujenga utajiri. Hili ni jambo la kwanza unatakiwa kuelewa. Kufanya kazi kunakupa income, lakini wewe mwenyewe ndio unaweza kujenga utajiri. Unaweza kupata milioni 1 kwa mwezi, lakini ukatumia milioni 1. Mwingine anaweza kupata 700,000 akatumia 500,000, akaweka 200,000 kwenye kiasi ambacho kinaweza kujenga thamani baadaye. Baada ya miaka kadhaa, huyu wa pili anaweza kuwa katika nafasi nzuri zaidi. Kwa hiyo tatizo si kuwa unapata kiasi gani. Swali ni baada ya kupata kiasi cha pesa unaifanyia kitu gani? Hilo ndio swali kubwa. Jambo kubwa ambalo jingine katika hali hii ambayo inasababisha watu wengi wanafanya kazi lakini bado hali yao za maisha ziko pale pale ni mshahara unapanda, matumizi yanapanda. Hapa ndipo tunapoingia kwenye tatizo lingine. Mtu alikuwa anapata 500,000, baada ya muda akapata 800,000. Baada ya kuongeza saving au investment, mtu huyu anaenda kuongeza kiwango cha maisha. Anaenda kununua simu mpya, nguo zaidi, migahawa zaidi, starehe na safari zaidi. Kile kiwango ambacho kimeongezeka au pesa ambazo zimeongezeka, lakini katika upande wake wa financial bado haijabadilika kwa sababu ya haya matumizi ambayo yameongezeka. Hii ndio sababu mtu anaweza kupata pesa nyingi lakini bado akajiuliza, pesa zangu zinaishia wapi? Ni kutokana na kuongeza kiwango cha pesa kimeongezeka, lakini matumizi yameongezeka zaidi pia. Jambo jingine ni presha ya kuonekana mafanikio. Kizazi cha leo kina changamoto nyingi kubwa. Tunalinganisha maisha yetu na watu wengine. Tunaona kwenye social media au tunaona katika jamii zetu wanafanikiwa. Unaona mtu ana gari, ana nyumba nzuri, anaenda hotelini, ana nguo nzuri, anaonekana anafurahia maisha. Unaamua na wewe kwa lazima mimi pia niishi kama yule fulani ninayemuona au kama fulani anavyoishi. Hii ni miongoni mwa tatizo. Lakini hujui kuwa hilo gari, hiyo nyumba, hizo mali, hayo maisha, hujui kama amekopa, hujui kama ni zake. Mwisho wewe unaanza kutumia pesa ambazo hukupanga kuzitumia kutokana unatamani watu wengine
wakuone kuwa umefanikiwa. Jambo jingine ni madeni. Kuna watu wanafanya kazi si kwa ajili ya kujenga maisha, bali ni kwa ajili ya kulipa madeni. Mshahara unaingia, lakini deni la simu, deni la nguo, deni la biashara, deni la starehe, deni la rafiki, deni la benki. Mshahara ukifika tayari una majina ya watu wanaosubiri. Hii inatengeneza mzunguko. Unakopa ili utatue tatizo la leo, alafu kisha unafanya kazi ili ulipe deni la jana. Je, kama unapata mshahara wako leo na watu wote wanakudai wanaosubiria, je, wewe utabaki na kiasi gani? Je, unamiliki mshahara wako? Hili ni miongoni mwa tatizo kubwa. Madeni, watu wengi wapo katika hili tatizo la madeni. Jambo jingine, tunajifunza jinsi ya kupata pesa, lakini si jinsi ya kuzisimamia. Shuleni tunafundishwa vitu vingi. Tunafundishwa hesabu, historia, lugha, lakini watu wengi hatufundishwi kwa vitendo kuhusu budget ni nini, saving ni nini, je, risk ni nini, je, management ya debt management ni nini. Kwa mtu anaweza kuwa na elimu kubwa lakini akawa hana financial literacy ya kutosha. Ukikosa ujuzi wa kusimamia pesa, hata ukipewa pesa kiasi gani zinaweza kupotea, kwa sababu huna elimu ya kuweza kuzisimamia kiwango cha pesa ambacho unakipata. Jambo jingine, tunategemea chanzo kimoja cha mapato. Mtu ana mshahara mmoja, akipoteza kazi, akipoteza kipato, akipoteza kazi, kipato ndio kinakata. Hapo tunapaswa kujiuliza, je, tunawezaje kujenga uwezo wa kuwa na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato? Inawezekana kuwa na biashara ndogo, content creation, au ujuzi wa digital, au huduma investment, kwa kuelewa kwanza risk zaidi. Sio lazima uanze na vitu 10 au uanze na vitu vingi. Unaweza kuwa na kaanza kitu kimoja. Hii inaweza kutengenezea nafasi nyingine ya kutengeneza chanzo kingine cha mapato, kuliko kuwa na chanzo kimoja ambacho kikitokea changamoto basi ndo hapo inaishia. Unaweza kuanza kitu kimoja kidogo ambacho kinaweza kutengeneza uwezo wa kuwa na vyanzo vingi vya mapato, si kutegemea chanzo kimoja tu pekee. Je, sasa kama inatokea hii, je, tufanyaje? Baada ya kuelewa tatizo, tuzungumzie solution. Kama umejiuliza kwenye upo katika mambo haya yanakupelekea hata ufanye kazi vipi, ni bado maisha yako yapo pale pale, je, tufanye nini? Jambo la kwanza, jua pesa yako inaishia wapi. Andika matumizi yako kwa mwezi. Andika vitu ambavyo vinatumia pesa nyingi kwako. Andika. Hii inaweza kusaidia zaidi kuweza kujua wapi pesa zako zinatumika na jinsi gani unaweza kudhibiti. Jambo jingine, jenga emergency fund. Jaribu kuwa na akiba ya kusaidia wakati wa dharura. Kukosa akiba wakati wa kusaidia wakati wa dharura ndipo inaweza kukusaidia kujiingiza katika madeni makubwa, kwa sababu huna mfuko wa dharura ambao unaweza kusaidia wewe kuweza kujinasua pale inapotokea changamoto. Jambo jingine, dhibiti madeni. Usikimbilie kukopa kwa kila kitu, na kama tayari una madeni, andaa utaratibu mzuri wa kuyapunguza, kwa sababu uwepo wa madeni ndio unasababisha watu wengi wanafanya kazi, wanafanya kwa juhudi, lakini bado pesa yao hawaioni, kwa sababu yote inaishia katika madeni. Jambo jingine, ongeza ujuzi. Kama kipato chako hakitoshi katika njia moja, una uwezo kuweza jaribu kuongeza uwezo wako wa kuzalisha thamani. Jifunze skills ambazo watu wapo tayari kukuiga. Uwezo wa kuwa na ujuzi mbalimbali unaweza kuongeza fursa zaidi ya kujipatia kipato, kuongeza kipato. Jambo jingine, usiongeze matumizi kila mara kipato kinapopanda. Leo watu wanapopata kipato au kipato kinapoongezeka, basi matumizi nayo yanaongezeka. Kipato kiongezeka, si lazima
kila matumizi yapande kwa kiwango hicho hicho. Udhibiti matumizi yako na kusaidia uweze kuiona thamani ya kile kiwango kinachoongezeka katika maisha yako. Jambo jingine, weka malengo ya kifedha. Jiulize, nataka kuwa wapi kifinancial baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka 3, baada ya miaka 5. Alafu gawa hilo lengo katika hatua ndogo ndogo ambazo unaweza kuzifanikisha. Hali hii itakusaidia kila unachokipata kiwe katika mfumo, kiwe katika malengo, kiwe katika udhibiti wako. Hii itaweza kusaidia kuona kile unachokipata. Mwisho wa siku, nataka kubaki na kitu kimoja. Kufanya kazi kwa bidii ni muhimu, lakini bidii pekee haitoshi kujenga maisha bora ya kifedha. Unahitaji kujua pesa yako inaingia wapi, inatoka wapi, inaishia wapi. Unahitaji kuongeza uwezo wako, kujifunza. Unahitaji kupanga na kuwa na subira. Panga jinsi ya kutumia fedha, jinsi ya kuhifadhi, jinsi ya kukuza hizo pesa unazopata. Mimi Helazi, hii ni Helazi Podcast.